wastahili, wastahili kupokea utukufu. Yesu wewe wastahili, ewe Bwana. asubuhi ya leo Wastahili, ewe tunakupenda, tunakuinua Yesu. wastahili, ewe Wastahili Bwana, wastahili Yesu kupokea utukufu. Asante Mtakatifu asubuhi ya leo. Asante kwa uhai, asante kwa kibali. Tunainama mbele zako Bwana, tunainuka tukisema wastahili Ebeneza, na hakuna mwingine wa kusifiwa kama wewe, hakuna mwingine wa kuinuliwa Bwana. Asubuhi ya leo tunainama mbele zako tukisema wewe peke yako wastahili. Asubuhi ya leo tunakuinulia mikono, ishara ya kusarenda Bwana, ili ukatuongoza kwa ibada za leo. Naomba Bwana, nikitakaza anga na mbingu zaidi, nikiomba wewe unastahili kwa maisha yetu, ukatawale mchana wa leo, ukatawale mali hapa, ukaachilia nguvu zako Bwana. Tunashika mateka kila utawala, tunashika mateka kila signals zote, utuma kinyume na ibada za leo, kuleta furugano katika anga, kuleta confusion katika anga. Tunatangaza kuzimu haina mamlaka Bwana siku ya leo. Tunatangaza kuzimu na majeshi hawana mamlaka kinyume na ibada zote za mchana wa leo Bwana. Kila mahali Jehova unaitwa kwa jina lako, naomba ukadhihirishe Bwana. Kila mahali watu wako wamekusanyika ili kuinua jina lako Bwana, naomba upenyo wa Roho Mtakatifu, naomba nguvu zako Ebeneza, naomba moto wako ukatawale kila rimbo zote utumwa kinyume na watumishi wako. Siku ya leo tunazikataa kila rimbo zote Bwana, utumwa kinyume na washirika, tunazikataa mchana wa leo. Ninaomba divine connection, ninaomba kibali chako, ninaomba mzamo wa Roho Mtakatifu. Roho wa Bwana pata nafasi mahali hapa. Roho wa Bwana tujaze upya siku ya leo, tutengeneze siku ya leo. Hatuwezi bila wewe, tunajiachilia mbele zako. Tutawale Bwana, tutawale Yesu, hudumia watu wako watakaoingia wakiwa wagonjwa, wakakutana mkono wa uponyaji, watakaoingia watu wamefika mwisho, ukawape tumaini Bwana. Wewe ni Mungu na kuna mwingine kama wewe. Unastahili asubuhi ya leo, unastahili kuabudiwa, unastahili kupewa sifa. Kama sio wewe Bwana, nani angetulinda leo? Kama sio wewe Bwana, nani angetuondolea yale machofu? Kama sio wewe, nani angetupigania? Wastahili Bwana, wastahili Yesu, wastahili kuabudiwa, wastahili mali hapa katika ya madhabahu. Tunakuhitaji zaidi, maana unastahili Bwana, unastahili Mtakatifu, unastahili Yawe. Kando na wewe hatuna mwingine Bwana. Tunakuinua kwa maana wastahili. Mioyo yetu imejawa shukurani, maana umetupa hii nafasi. Kuna watu wana freedom ya kuabudu, lakini sisi tunao hapa Kenya. Kuna nchi zina freedom ya kuabudu, lakini tunayo sisi. Baba yangu, pokea sifa na utukufu, maana wastahili kuabudiwa. Kama sio wewe, nani angetupigania? Kama sio wewe Bwana, nani angetulinda siku ya leo? Baba yangu, mioyo yetu ina sababu ya kusema ni asante. Nasema ni asante Bwana, maana kama sio wewe hata kuongea ingekuwa ngumu, lakini umetushindania. Simba Bwana wa Juda, Simba wa Juda, umestahili. Angalia yale Yesu amekutendea.
kawaida, mwambie Bwana anastahili. Angalia vile amekulinda, mwambie Bwana unastahili. Sio ya kwamba ilikuwa lazima uwe vile, lakini neema yake imekutetea, neema yake imekubeba, neema yake imekunenea ushindi. Mwambie Bwana unastahili, mwambie Yesu unapendeza, mwambie Yesu anatosha. Mwambie Bwana unapendeza, mupe utukufu wake. Fungua kinywa chako, sio na kawaida. Asante kwa wema wako, fadhili zako ni za milele. Sema asante, ibali sikie Yesu wangu, iba asante, fadhili zako, iba asante Yesu wangu. Umetupa siku ya leo, tunasema Bwana unastahili, tunasema unapendeza. Baba yangu, pokea sifa na utukufu, maana unastahili Bwana, unastahili heshima na mamlaka. Tunasema asante asubuhi ya leo. Wewe Bwana unatosha, wewe Bwana unapendeza, wewe Bwana unainuliwa kati ya majina yote. Tunasema asante asubuhi ya leo. Asante. Fadhili zako, asante Yesu. Asante
Yesu ananishusha. Hii ibada inastahili Yesu. Mwambie hii ibada inastahili Yesu. Hii ibada inastahili Yesu. Watolu vaku venda ya nene. Hey, pigia
Yesu makofi. Amen. Pigia Yesu makofi. Haleluya. Pigia Yesu makofi. Hallelujah. Wiwamate Yesu. Wamata imonene. Asioni. Wiwamate Yesu. Ni wamata imonene. 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 Nipe saki upigie Yesu makofi kicheza. Wimbo unasema Yesu ni wa neema kubwa. Ndio maana tuko hapa. Wangapi wanaamini? Wapi makofi, makofi na shangwe na vigelegele. Pigia Yesu makofi. Piga, piga, Makofi. piga, Piga. piga. Yesu. Hai. Kama Yesu wako ni wa bahari inulia hapa. Kama Yesu wako ni wa ngaike ukini ya moko ba. Lakini yenda Yesu hakuna wa yulumu, weka mikono juu. Yes. Haba. Makofi na shangwe na vigelegele. Wapi shangwe na vigelegele? Hallelujah. Wiwamate Yesu, wiwamate Imanele. Ni wamata Yesu. Ni wamata imonene. Wiwamate Yesu, wiwamate Imanele. Wamata Yesu. Wamata imonene. Wiwamate Yesu, wiwamate Imanele. Wamata Yesu. Wamata imonene. Wiwamate Yesu, wiwamate Imanele. Wamata Yesu. Ni wamata imonene. Pigia Yesu makofi. Hebu cheza. Kila mtu cheza. 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 Ati unacheza na umesimama tu mahali ulikuwa. Haya, cheza. Kila mtu kucheza. 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 Cheza. Haya, pigia Yesu shangwe na vigelegele. Milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, wa milele ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele wa milele, Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa uzima, wa uzima, wa uzima ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Wa milele, Mungu wa baraka ni nani sema? Wa milele, wa milele, Mungu wa baraka ni Yesu. Anafanya nini kwa maisha yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa maisha yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa maisha yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa nyumba yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa kazi yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa nyumba yako? Anasumbukia maisha yako. Anafanya nini kwa huduma yako? Anasumbukia maisha yako. Yawe, tunakupenda. Yahweh, Yahweh. Oh, Yawe, tunakuinua. Yahweh, Yawe, pokea sifa. Yahweh, Yahweh. Yawe, tunakusifu. Yahweh, Yahweh.
furaha tu. Maisha ndani ya Yesu akini furaha tu. Hey. Ama kwa shetani upate amani we. Ama kwa shetani upate amani we. Pigia Yesu makofi. Amen. Na Yesu pumzika. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maisha ndani ya Yesu yako na nini? Haleluya. Wafanye nini? Amen. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa Yesu kuna amani, maana ukilala unyongwi. Haleluya. Ukilala ukimbizwi na manyoka. Haleluya. Na kama unakimbizwa kwa ndoto, ukikuja kwa Yesu unafunguliwa. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Wangapi wameokoka? Nione mikono juu. Amen. Pigia Yesu makofi. Nawe jipigie makofi, maana ume keep the faith. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Kwa wageni, Prophetess Christine, nimeokoka. Yesu ni Bwana. Haleluya. Nashukuru Mungu kwa kutulinda, maana si rahisi, lakini kwa mkono wake tuko imara. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Kunaweza kuwa kuna mgeni ametutembelea leo, siku yake ya kwanza. Kuna mgeni ametutembelea leo kwa mara ya kwanza, nione kwa mkono. Sisi wote ni wenyeji. Tuko na mgeni. Amen. Tupigie Yesu makofi. Karibu ndugu, tusalimie. Ni vizuri kuwatambua wageni. Haleluya. Nikwambia kama kwako wakutembelea, kuja huko mbele. Kama kwako hakuna mgeni anabisha, una kasoro, kuja tukuombee. Haleluya. Amen. Upate kibali. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Karibu. Bwana asifiwe. Asifiwe sana. Mimi nimeshukuru kuja hapa ndani ya Mungu. Ila nimewapata hapa ndani. Mimi naomba Mungu awapee sifa, awapee nguvu. Lakini nimekuja nimelemewa. Nimeumewa hii mwili. Lakini maombi yenu itanisaidia. Umelemewa aje? Wewe ni mgonjwa? Yes, mimi ni mgonjwa. Umekunywa? Wewe umelemewa na nini? Nimelemewa hii shingo. Imeniuma kama 2 weeks. Kukula sikuli. Hata maji kukunywa ni shida. Hata kupenduka hivi niangalia nyuma wenzangu ni ngumu. Sasa mali yenye nimefika hapa, naomba Mungu sitatoka bure, nimekuja. Amen. Tunaendelea, tuko pamoja. Mimi majina yangu inaitwa Andrew. Tuko pamoja, tuendelee. Amen. Tupigie Yesu makofi. Yesu atakuponya. Ama kwa shetani upate nini we? Ama kwa shetani upate nini we? Si mjifunze kukua waimbaji. Ama kwa shetani upate nini we? Yes. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Unajua ubaya wa kuwa na mwimbaji karibu, anaweza tengeneza wimbo anytime. Haleluya. Kwa hivyo Mungu akubariki ndugu, Mungu atakuponya. Kuna mwingine? Sisi wote ni wenyeji, tujipigie makofi. Amen. Amen. Kwa hivyo tunataka kuingia kipindi kingine ambacho ni cha chakula cha roho. Haleluya. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Uko na Biblia? Hebu inua hivi. Uko na Biblia? Wale tuko kwa smartphone, fanya hivi. Wale tuko kwa smartphone, tujipigie makofi. Lakini naomba next time tutafute Biblia. Bwana Yesu asifiwe. Hii simu iko na mambo mengi, utakuwa umefungua hivi, uone mtu amekwambia nataka kukuona. Bwana Yesu asifiwe. Ama akutumie message kufunja moyo. Amen. Bwana Yesu asifiwe.
Kwa hivyo kuwa na Biblia na Mungu atakubariki, na mahali pa kuandika. Wangapi wako na notebook? Kama uko nayo nifanye hivi. Ni vizuri. Rose, hata uko na notebook. Hebu tumpigie makofi. Sasa yeye ako na notebook. Na wewe youth hauna. Bwana Yesu asifiwe. Mungu akubariki sana. Ni vizuri tuwe na mahali pa kuandika, ili wakati uko kwa nyumba ukisikia mambo yamekuwa mengi, unakumbuka siku ya leo tuliambiwa nini. Unasoma na hiyo neno inakutia nguvu. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Na hiyo ndio kuwa mwanafunzi mzuri wa Yesu. Amen. Kwa hivyo nataka tumlete mnenaji wa neno ambaye Mungu amemwandaa kwa ajili ya ibada hii, kwa ajili ya moyo wako, kwa ajili ya moyo wangu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi tusimame tukaweze kuomba kwa ajili ya neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Tuinue mikono yetu. Baba, katika jina la Yesu nasema ni asante kwa kuwa ndiye mwenye nguvu na mwenye uwezo. Ninakuomba kwa ajili wakati kama umefika wa kupokea neno Bwana ambao umetumana kwa ajili ya nafsi zetu Bwana. Naomba nikitakaza anga na mbingu, naalika uwepo wako, naalika nguvu zako. Wacha Bwana kile umepanga kupita kwa mtumishi wako kikatufikie, kikazae matunda ndani ya kila mmoja, maana wewe ni mwenye nguvu na mwenye uwezo. Nimefunika anga na mbingu ya kila mmoja kwa moto na kwa damu yako dhamana. Wacha Bwana mausia ya mbingu yakanene nani katika jina la Yesu, na sote tuseme pigia Yesu makofi tunapomleta mtumishi wa Mungu. Sio mwingine bali ni Pastor Cyrus katika madhabahu ya Mungu. Pigia Yesu makofi. Amen. Karibu. Hivyo basi pigia mama yetu makofi mazuri katika jina la Yesu. Pia uchipigie makofi mazuri. Amen. Hivyo basi unaweza chukua nafasi ukaketi na Bwana Mungu atakubariki sana. Haleluya. Kwanza kabisa nataka nimshukuru Bwana kwa kuwa yeye ni Mungu mwema na mwaminifu. Ametulinda, ametuinua. Haleluya. Ametukutanisha mahali hapa siku ya leo ni kwa ajili ya kumuinua ama kuliinua jina lake. Pili nishukuru Bwana kwa sababu ya wazazi wetu wa kiroho. Haleluya. Askofu na mama yetu. Haleluya. Kwa sababu ya kuendelea kutupatia nafasi ya kuhudumu katika madhabahu haya. Wapigie makofi mazuri katika jina la Yesu. Si wapigie makofi, siona mkipiga makofi. Amen. Haleluya. Yopasi Mungu ni mwema na ni mwaminifu. Ametulinda na ametuinua. Ametubariki. Ametufanya kuwa chombo. Asubuhi ya leo kuna kile kitu Bwana ambacho ametumana ni kwa ajili yako pamoja na mimi. Haleluya. Na ninaamini ya kwamba Bwana Mungu ataenda kujitihilisha na ataenda kuonekana. Kwa maana yeye ni Mungu mwema na Mungu mwaminifu. Kwa sababu anasema ya kwamba mkimtafuta kwa roho na kweli, naye atashuka na atawainua na atawatetea na kuwapigania. Amen. Kwa sababu neno limeshaombewa, nataka tuingie kwa neno letu la asubuhi ya leo ambalo Bwana Mungu amelitumana ili tukaweze ama likaweze kufikia watu wake. Na ninaamini ya kwamba Bwana Mungu yeye ni Mungu mwaminifu. Basi tuende katika maandiko yetu, kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili fungua Wafalme wa kwanza, tuanzie pale Wafalme wa kwanza 21 tunaanzia pale mstari wa kwanza. Bwana Yesu apewe sifa. Ni historia kuhusu Naboth. Haleluya. Tunajua jinsi ambavyo Naboth alikuwa na shamba lenye mizabibu. Bwana Yesu asifiwe. Shamba hili lilikuwa linazaa matunda mazuri ama linakuwa na saa. Kiwa alikuwa akipanda
alikuwa anafuna, anapata mapato yake. Bwana Yesu apewe sifa. Na shamba, maandiko sema kwamba shamba hili lilikuwa karibu na nyumba ya mfalme. Haleluya. Lilikuwa karibu na nyumba ya mfalme Ahab. Bwana Yesu apewe sifa. Naye Ahab akalitamani lile shamba, akalitaka lile shamba. Bwana Yesu apewe sifa. Naye alipolitaka lile shamba, alitafuta kila njia ili apate lile shamba. Bwana Yesu ainuliwe. Na alipokaa chini katika kiti chake cha ufalme, akawaza vile atamwendea Naboth, akawaza vile enda amuongeleshe ili akaweze kupata lile shamba. Bwana Yesu asifiwe. Na akaona njia mzuri ni kumkuta aongee pamoja na yeye. Haleluya. Na akaenda akamkuta, wakaongea pamoja naye, lakini Naboth alikataa. Haleluya. Akamwambia, shamba hili ni urithi wa wasasi wangu ama wa baba zangu, so si vizuri mimi kukuuzia ama kukupatia urithi wa baba zangu. Bwana Yesu apewe sifa. So maandiko tufundisha kwamba sisi kama Wakristo, sisi ni shamba la mbinguni. Haleluya. Ama shamba la Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi ambao tuko shamba la Yesu Kristo, kunao watu ambao hawakuangalia vizuri maybe. Haleluya. Kunao watu ambao wanakupiga vita. Kunao watu ambao wanataka usiendelee. Kunao watu ambao wamesimama, wanasema kwamba watamake sure waone ya kwamba hautasonga, kwa sababu kuna kitu cha tofauti kiko ndani yako. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna kitu ambacho cha tofauti kiko ndani yako. Bwana Yesu asifiwe. Sengine hata ukifungua kazi unachikuta umefunga. Haleluya. Sengine kwa maisha yako unapata hauendelei. Bwana Yesu asifiwe. Sengine hata kwa nyumba yako unapata ni kisirani tu. Bwana Yesu apewe sifa. Msia kwamba kuna watu wamenuka kinyume, wamekaa chini wakachora vile watakumaliza. Kuna watu wamekaa chini wakachukua mapu wakachora, wakasema mtu huyu tutamwendea hivi, tutamaliza hivi. Bwana Yesu apewe sifa. So hivyo basi naomba tukasome pale hiyo maandiko ya Wafalme wa kwanza 21 na mstari wa kwanza, na nitashukuru Bwana. Ikawa baada ya hayo, Naboth Myezreeli alikuwa na shamba la mizabibu katika Yezreeli, karibu na nyumba ya kifalme ya Ahabu, mfalme wa Samaria. Ahabu akasema na Naboth, akamwambia, nipe shamba lako la mizabibu nilifanye shamba la mboga, maana ni karibu na nyumba yangu, nami nitakupa badala yake shamba la mizabibu lililo nzuri zaidi, au ukipenda nitakupa fedha sawasawa na thamani yake. Naboth akamwambia Ahabu, Bwana apishe mbali nikupe wewe urithi wa baba zangu. Basi Ahabu akaenda nyumbani kwake, ana moyo mzito, tena amekasirika kwa sababu ya neno lile alilomwambia na Naboth Myezreeli, akisema, sitakupa urithi wa baba zangu. Akachirasa kitandani pake, akageuza uso wake, akakataa kula. Lakini Yezebeli mkewe akamwendea, akamwambia, kwa nini roho yako ina huzuni hata uzile chakula? Akamwambia, kwa sababu nimesema na Naboth Myezreeli, nikamwambia, unipe shamba lako la mizabibu kwa fedha, au ukipenda nitakupa shamba la mizabibu lingine badala yake. Akajibu, sitakupa shamba langu la mizabibu. Yezebeli mkewe akamwambia, je, sasa wewe unaumiliki ufalme wa Israeli? Ondoka ule chakula, moyo wako ufurahi. Mimi nitakupa shamba la mizabibu la Naboth Myezreeli. Bwana Yesu apewe sifa.
Hivyo basi maandiko imetuambia vizuri, maadui wako hawataki kuona ukisonga. Maadui wako wanakuotea usiku na mchana. Maadui wako, haleluya, wamekupangia njama kwa njia zote zile. Bwana Yesu apewe sifa. Hapo alipoambiwa kwamba sitakupa urithi wa baba zangu, yeye alikasirika. Anakasirika kwa sababu amenyimwa lile shamba. Na kumbuka shamba sio lake. Bwana Yesu apewe sifa. So ameshikwa na hasira nyingi sana, hata amekataa kula chakula. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini mkewe akamwambia kwamba mbona wewe unakasirika, na wewe ni mfalme, unaweza ukafanya chochote kile ili ukaweze kumiliki lile shamba. Akamwambia enda ukule, maana mimi nitakupa hilo shamba. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Kuna watu mko hapa mnafaa kumiliki vitu za juu sana. Kuna watu mko hapa mnafaa hata mmekalia kwa viti za ofisi. Bwana asifiwe. Lakini kwa sababu kuna watu walitawanyang'anya katika ulimwengu wa roho, ndio mko hapa. Haleluya. Ndio uko unahangaika, ndio uko unateseka, ndio uko unalia. Bwana Yesu apewe sifa. Kuna watu mko hapa mnafaa kuwa na ndoa yenye amani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mwizi alikuja akaipa hiyo amani, akaleta kisirani kwa ndoa yako. Haleluya. Kuna watu mko hapa mnafaa kuwa na maisha mazuri. Haleluya. Lakini kuna adui alikuja akaipa maisha mazuri. Haleluya. So unakaa tu unahangaika, unapitia mateso, unapitia hali ngumu. Bwana Yesu asifiwe. Walijaribu kila njia waone ya kwamba hautasonga, hautaendelea. Haleluya. Haleluya. So Yezebeli akamwambia mumewe ya kwamba enda ukule, maana mimi nitakupa hilo shamba. Haleluya. Na ni kweli akaenda akachora, akafanya vile alifanya, akamuua Nabothi. Asifu Yesu. Akamuua. Akamwambia sasa enda ukamiliki lile shamba, maana yule ambaye alikunyima lile shamba amesha kufa sasa. Haleluya. So ninaona watu wanatawala katika anga zenu. Ninaona watu maadui wametawala maisha yenu. Ninaona watu ambao walikunyang'anya mali zako. Haleluya. Walikunyang'anya hiyo kazi nzuri, wanamiliki katika maofisi. Unafaa kuwa kwa hiyo ofisi, lakini kwa sababu walikisa kuibia. Haleluya. So hauna nafasi hata ya kuaccess katika hiyo ofisi. Lakini asubuhi nimekuja nikwambia kwamba yote inawezekana kwa Bwana. Yote inawezekana kwa Yesu. Haleluya. Hiyo hali umepitia miaka mingi, hiyo hali umepitia tangu usaliwe, imefika mwisho leo. Ni kumwambia Bwana ya kwamba hata kilio chako kimefika mbinguni. Naye Mungu amekisha mkutano, amesema ya kwamba sasa shuka malaika, nenda ukaonane na yule mama. Haleluya. Sasa malaika wa Bwana ametuma mahali hapa asubuhi leo ni kwa ajili yako, ili akuondoe kwa hiyo shida, ili akuondoe kwa hiyo hali ambayo unapitia, ambayo umeishi ndani yake. Haleluya. Asifu Yesu. So walichora plani, mkewe akachora plani, akasema ya kwamba mimi nitakupa hilo shamba. Haleluya. Mimi nitakupa hilo shamba. Kuna kitu kilipiwa kwenu, hata kwa wazazi wenu. Haleluya. Kuna vitu zilipiwa, umezaliwa umepata zilipiwa. Haleluya. So umepitia hali ngumu, umefinyiliwa, hata saa nyingine umekata tamaa. Haleluya. Hasa ingine umesema kwamba wacha nikachiue niondokee ulimwengu huu. Haleluya. Asifu Yesu. Sengine kuolewa unafukuzwa, maybe ukioa unafukuzwa. Haleluya. Lakini nataka nikwambie leo Bwana Mungu amesema ya kwamba haleluya, kilio chako kimefika pale mbinguni. Urithi wako utaumiliki. Haleluya. Urithi wako utaumiliki. Asifu Yesu. Alipoenda akamwambia mumewe ya kwamba sasa nimeshamwangamisha yule mtu aliyekunyima lile shamba. Ninamuona Nabothi akatoka katika nyumba yake ya kifalme, akatembea katika lile shamba, anatembea katika lile shamba, anasema huyu aliyenikataza ya kwamba sitamiliki hili shamba ako wapi sasa? Yule ambaye aliyesema wapi sasa nimuone. Haleluya. Pastor asifiwe. Hivyo ndivyo wanachikamba, wanasema ya kwamba ako wapi hii familia ilichikamba sana ya kwamba inaweza, iko wapi huyu mke tumuone, alichikamba sana. Pastor asifiwe. Lakini nasema kuambia kwamba hautanyamazishwa tena. Haleluya. Wakimnyamazisha kwa muda wa miaka mingi, sasa ni wakati umefika wako kuinuliwa na kuendelea na kupata amani ndani ya nyumba yako. Bwana Yesu apewe sifa. Hautanyamazishwa tena. Haleluya.
Asifiwe Yesu. So Mungu akiwa ameketi juu mbinguni, haleluya, akamtuma nabii Elijah, akamwambia kwamba enda umwambie Ahab ya kwamba kila amefanya hata kifanya kizuri. Haleluya. Leo Bwana Mungu amesema ya kwamba kwa uwezo na nguvu zilizo katika madhabahu haya nikwambie ya kwamba yale umepitia imefika mwisho, yale umeyaona imefika mwisho. Haleluya. Utaenda kumiliki kilicho chako. Asifiwe Yesu. Elia akashuka akamwambia Naboth, haleluya, haujafanya vizuri. Haleluya. Nimetumwa leo nikwambia kwamba yale umeyapitia, wale waliokunyang'anya, haleluya, mali zako, wale waliokunyang'anya hizo vitu zako, haleluya, wale waliokamata hiyo ndoa, haleluya, wale waliokamata hiyo kazi, nimetumwa nikwambia kwamba leo imefika mwisho. Leo unafunguliwa, unaondoka hapa na kazi zako, haleluya, unaondoka hapa na urithi wako, unaondoka hapa ukiwa umeinuliwa, unaondoka hapa ukiwa mtu wa tofauti sana. Haleluya. Asifiwe Yesu. Kuna watu wanazunguka kwa maofisi na hawafai kuwa pale. Haleluya. Kuna watu wako na kazi zako. Haleluya. Kuna watu wako na maisha, nyota yako. Asifiwe Yesu. Hapo akatembea katika ile shamba, anasema sasa nimelichukua hili shamba, ni nani mwingine anaweza kuja kunisimamisha? Ni nani mwingine anaweza kuja kufanya nizilimiliki hili shamba? Haleluya. Wamemiliki vitu zenu muda wa miaka mingi sana. Haleluya. Kutoka kipindi cha wazazi wako wamekuwa maskini, wamekuwa wako, kipindi chao kimeisha. Sasa ni wakati wa kuinuliwa, wakati wa kupokea yale waliokunyang'anya. Haleluya. Ni wakati wa kupokea kile kilichopotea, kile kilichoibiwa kutoka kwako katika anga, unakipokea leo na unatoka hapa na ushindi wa Bwana. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hapo akaambiwa ya kwamba pale pale tu mali mulimulia Naboth, hapo hapo tu ndio humbo wataramba damu yako. Bwana Yesu asifiwe. Pale pale tu mali mulimuulia yule mtu ambaye alikuwa hana hatia. Pia wewe hapo hapo kumbuka ya kwamba umemwaga damu isiyo na hatia, hata wewe damu yako itarambwa na umbwa. Haleluya. Naboth aliposikia hivyo akapiga magoti yake chini, akavaa manguo ya magunia, akamulilia Bwana, naye Bwana kwa hakika akamsikia na akasikia kilio chake. Bwana Yesu asifiwe. Hata yule mkewe Yezebeli, Bwana akamwambia kwamba pia yeye damu yake itamwagwa pale mulimuulia mtu ambaye aliyekuwa hana hatia. Haleluya. Naboth ndio ameishi. Haleluya. Yule aliyekunyang'anya vitu zako ameishi, hata kama alikufa. Haleluya. Lakini kuna kisasi ambacho ama alisana akawacha na watu wao wakaendeleza hiyo urithi. Haleluya. Hata kama anaishi leo, hata kama alikufa, haleluya, vitu zako lazima atawashiria. Naboth akaishi, ndio akakaa maisha. Haleluya. Maana alikuwa ni mfalme, akakaa vile alitaka. Bwana Yesu asifiwe. Akaishi maisha marefu. Haleluya. Akakaa miaka mingi. Wale waliokuibia wamekaa wakikula vitu zako ambazo unafaa kumiliki. Haleluya. Lakini Baba amesema ya kwamba leo ametuma mtu wa Bwana, haleluya, hakuja kutangazia ya kwamba kile walichokunyang'anya leo kinaregeshwa katika jina la Yesu. Inawezekana ni magonjwa, walikunyang'anya afya, wakatuma magonjwa, roho ya magonjwa. Sasa ukipata pesa ni hospitali, ukipata pesa ni kwa chemist. Leo nimekuja kukuambia kwamba hauendi hospitali tena katika jina la Yesu. Haleluya. Nimekuja nikuambia kwamba amani ndani ya moyo wako, kwamba amani ndani ya ndoa utaipokea leo katika jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Haijalishi wamekaa miaka mingapi, haijalishi kwa hiyo visi wamemiliki miaka mingapi, lakini leo ni mwisho. Haleluya. Leo ni mwisho. Haleluya. Sunday ya mwisho wa mwezi huu utamwona Bwana. Unapoelekea mwezi unakucha, utaona utukufu wa Bwana, utaona ushindi wa Bwana, utapokea mali zako zisizopotea walizokuibia. Haleluya. Bufungua Mambo ya Nyakati 2:18.
Mambo ya Nyakati 2:18. Maandiko yanasema ya kwamba Mikaya akasema, sikieni basi neno la Bwana. Neno la Bwana, nalimuona Bwana ameketi katika kiti chake cha enzi, na jeshi lote la mbinguni wamesimama mkononi wake wa kuume na wa kushoto. Bwana akasema, ni nani atakaye mudanganya Ahabu mfalme wa Israeli akwe Ramoth Gileadi akaanguke? Basi huyo akasema hivi, ni huyu akasema hivi, na huyu hivi. 20. Akatoka pepo akasimama mbele za Bwana akasema, mimi nitamdanganya. Bwana akamwambia, jinsi gani? Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana Mungu ameitisha mkutano mbinguni ni kwa ajili yako. Haleluya. Yesu ameitisha mkutano mbinguni ni kwa ajili yako. Haleluya. Amesema ya kwamba ameketi kwenye mkono wake wa kuume na wa kushoto. Haleluya. Na akauliza swali, ni nani huyu atakayeenda mdanganye yule alikunyang'anya urithi wako? Ni nani huyu atakayeenda mdanganye yule amekaa kwa hiyo kiti chako cha ofisi? Ni nani huyu atakayeenda mdanganye? Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, kwa sababu kule mbinguni wale waliokusanyika maserafi, wale waliokusanyika malaika, wale si waongo. Haleluya. Maana hakuna muongo mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Kukatokea pepo, maana pepo ni mchafu, maana pepo ni muongo, maana pepo ni mdanganyifu. Akamwambia Bwana, mimi nitaenda nimdanganye yule ambaye alimuua Naboth, yule ambaye alimiliki shamba la Naboth. Akasema ya kwamba mimi nitaenda nimdanganye yule ambaye alikunyang'anya urithi wako, yule ambaye amekosesha ndoa yako amani. Amesema ya kwamba pepo ametumwa leo amudanganye ili ndoa yako ipate amani. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Bwana akamuuliza, utamdanganya jinsi gani? Haleluya. Shetani ni muongo, maana kule mbinguni kulikosekana mtu wa kwenda kudanganya, maana maserafi malaika hawezi danganya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo pepo akatokea. Haleluya. Akasema, mimi nitaenda nimdanganye huyo mtu ambaye alimunyang'anya. Haleluya. Kumbuka ni unabii unatolewa. Mikaya amesema ya kwamba nimeona Bwana ameketi kwenye kiti cha ufalme, amekusanya jeshi lake la mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Amesema ya kwamba amekaa katika mkono wake wa kuume na mkono wake wa kushoto. Naye akasema, huyu akasema hivi na huyu akasema hivi, lakini kulikosekana mtu ambaye ni wa kudanganya. Haleluya. Kulikosekana mtu ambaye ni wa kudanganya. Hapo habari zake ama maisha yake yamefika mwisho sasa. Yale mambo aliyofanya maovu, haleluya, yale mambo aliyofanya maovu yamefika mwisho sasa. Haleluya. Wale waliokunyang'anya vitu zako sasa zimefika mwisho. Haleluya. Wale waliomiliki mali zako sasa ni mwisho. Haleluya. Na mtu ainue mkono aseme ya kwamba wale mlinyang'anya pesa zangu leo imefika mwisho. Haleluya. Inua mkono useme ya kwamba wale walinyang'anya mimi vitu zangu sasa imefika mwisho. Ni wakati wangu wa kumiliki, ni wakati wangu wa kuendelea, ni wakati wangu wa kuinuliwa katika jina la Yesu. Hapo sasa habari zake zimefika mwisho, maana yale aliyofanya yamefika mwisho. Haleluya. Hivyo Bwana ametuma asubuhi anakuambia kwamba kila ambacho walikunyang'anya, iwe ni mashamba, iwe ni magari, iwe ni ofisi, haleluya, leo unapokea, unaondoka hapa na vitu zako katika jina la Yesu. Chochote walimiliki, chochote walikunyang'anya, hapo leo imefika mwisho. Haleluya. Hakuna kuhangaika tena.
hakuna kuhangaika tena. Kama ni magonjwa walikusukumia, leo imefika mwisho, leo imefika mwisho. Haleluya. Kulitokea pepo mchafu akatoka kuzimu, akaapia mbele za Bwana, akasema mimi nitamdanganya. Kuna pepo ametumwa leo akamdanganya yule ambaye amekaa kwa hiyo kiti, akamtoe pale katika jina la Yesu, maana siku zake zimefika mwisho leo katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Hata kama walikufa, hata kama wako hai leo, nataka nikwambia kwamba haijalishi kitu kile kinamata, ni kwamba utapokea urithi wako. Bwana Yesu asifiwe. Kuna vitu zilipiwa wakati wa baba zenu na ushawahi zipata, leo unazipata, unaondoka hapa nazo katika jina la Yesu. Haleluya. Pigia Yesu makofi mazuri. Haleluya. Akatoka pepo akasema mbele za Bwana, mimi nitamdanganya. Haleluya. Bwana akasema utamdanganya jinsi gani? Akasema nitaondoka na kuwa pepo wa uongo vinywani mwa manabii wake wote. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Ataondoka na atakuwa pepo vinywani mwa manabii wa Ahabu, maana alikuwa na manabii wa uongo. Haleluya. Alikuwa na manabii walikuwa wanamtapiria, walikuwa wanamwambia, na sasa pepo amesema ya kwamba hataingia kinywani mwa manabii. Haleluya. Hatamdanganya. Amen. Inawezekana kuna manabii walikutapiria uongo, walikunyang'anya. Haleluya. Na Bwana Mungu amesema leo kile walichukua unapokea. Haleluya. Kile walichukua chako kinarudishwa leo katika jina la Yesu. Hata kama urithi wa baba zako waliokunyang'anya unarejesha wale waliomiliki leo. Bwana Mungu amesema ya kwamba imefika mwisho. Nimeona Mungu ameketi kwenye kiti chake cha enzi, mkono wake wa kuume na wa kushoto. Anasema ya kwamba leo yule mama nimesikia kilio chake, leo yule mzee nimesikia kilio chake, jinsi ameniita kwa muda wa miaka mingi, jinsi amenililia, jinsi amenililia. Leo nimetuma malaika akuja akusaidie. Hivyo basi leo kuna malaika ametumwa ni kwa ajili yako. Oh Yesu, malaika kwa hapa anasema ya kwamba yale umepitia imefika mwisho. Amesema ya kwamba yale maisha umeyapitia yamefika mwisho. Kama ni hiyo kazi unafungua, ukifunga hautafunga tena katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Yesu ameketi pale mbinguni, amesikia kilio cha mtu leo ambaye amelia kwa muda wa miaka mingi, ambaye ameteseka kwa muda wa miaka mingi, na Bwana Mungu amesema leo ameshatumana ni kwa ajili yako, ameshatumana ni kwa ajili yako, ameshatumana ni kwa ajili yako. Sijui unapitia hali gani, sijui ni kitu gani hicho ambacho walikuipia. Haleluya. Lakini leo unakipokea kwa jina la Yesu Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Bwana Yesu asifiwe. Umeishi kulia kilio cha uchungu, kilio cha mangaiko, kilio cha mateso, lakini kuanzia leo hicho kilio kinafutwa. Haleluya. Unalia machozi ya furaha, ya furaha. Bwana Yesu asifiwe. Ya furaha. Haleluya. Haleluya. Hapo kipindi chake kimefika mwisho. Haleluya. Kipindi cha wale ambao walitawala maisha yako miaka mingi kimefika mwisho. Haleluya. Kipindi cha wale ambao wamekutesa, kipindi cha wale ambao wamekuhangaisha kimefika mwisho. Haleluya. Kimefika mwisho. Hapo ndio alimiliki na akaomba msamaha, akasamehewa. Sasa ni kipindi chao. Haleluya. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Mikaya alipotoa unabii alipingwa sana, akapingwa sana. Hapo akasema nendeni mkafungie huyu mtu pale na umpatie chakula ya shida. Huyu mtu nisiwahi muona mbele zangu tena. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Lakini akamwambia ukienda ukirudi hivyo ujue ya kwamba Mungu akunituma. Bwana Yesu asifiwe. Mungu amenituma leo ni kwa ajili ya maisha ya mtu ambaye ameamini, ambaye
ambaye ameamini. Haleluya. Hata kama ni mmoja tu ambaye ameamini neno la Bwana, nimwambie ya kwamba lile maisha amepitia, ile mali alinyang'anywa, leo inaregeshwa, leo inaregeshwa. Kama vile Mungu alitana kikao mbinguni akasema, sasa ni wakati wangu wa kuonekana katika Israeli. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wangu wa kuonekana katika Samaria. Ni wakati wako sasa wa kurejeshewa vile vilivyopotea. Bwana Yesu asifiwe. Zile vitu ambazo zilizoibiwa na watu leo zinaregeshwa. Zile vitu ambazo zilizoibiwa kwa anga yako leo zinarejeshwa katika jina la Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kumbuka umedharauliwa, kumbuka umechekwa sana, kumbuka umetukanwa sana, kumbuka wamenena kinyume chako, kumbuka wamekuzungumzia vibaya, lakini leo Bwana Mungu anageuza, anayageuza. Bwana Yesu asifiwe. Yesu leo anageuza katika ulimwengu wa roho. Bwana amegeuza na utapokea katika jina la Yesu. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Wamekutukana. Haleluya. Wamekutukana. Wamekaa tu wanafurahia, wanakula vitu ambazo sio zao. Haleluya. Wanakula vitu ambazo sio zao. Wamekutia jeraha la moyo, wanasema huyu mtu hataendelea, huyu watu hatuoni hata mwaka ukiisha, tuko mwezi wa 8 unaelekea wa 9. Bwana Yesu asifiwe. Wanasema huyu mtu hatuoni akisonga mbele. Haleluya. Lakini Bwana leo, kama Bwana aishivyo, yule aliyefufua Lazaro, yule aliyefufua Lazaro, walikuwa watu wengi wanalia wakimfariji wale Mariamu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Bwana akasema Lazaro alikuwa rafiki yangu, akaapia mbele zao. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kuna watu wanakuona kama takataka. Kuna watu wanakuona ufai, yaani kiwango chako si kiwango chao. Bwana Yesu asifiwe. Kuna watu wanakuona ya kwamba hata hiyo familia haifai. Haleluya. Saa nyingine hata, haleluya, hata saa nyingine hata simu huwezi kupigiwa. Haleluya. Halo. Ameketi kwenye mkono wake wa kuume, na ameyaona mateso yako, na ameyaona mangaiko yako. Bwana Yesu apewe sifa. Na ameona kilio chako. Sijui kile umekuja kutafuta asubuhi ya leo. Haleluya. Sijui kile umekuja kumwomba Bwana asubuhi ya leo, lakini nataka nikuhakikishie, nikwambie kwamba kile moyo wako ulikusudia, kile moyo wako ulikusudia utapokea. Haleluya. Choka na hiyo maisha. Haleluya. Choka na hiyo maisha. Hiyo maisha sio ya kwako hiyo. Haleluya. Hiyo maisha sio ya kwako. Hiyo maisha unaishi ni maisha ya wenyewe. Haleluya. Kuna mtu anakaa maisha yako, my friend, anakula vizuri. Kuna mtu anaendesha, haleluya, gari ambayo unafaa kuendesha wewe. Kuna mtu amekaa kwa ofisi yako wewe. Haleluya. Hiyo maisha kuanzia leo kataa. Amen. Sema hiyo maisha mimi siyataki, siyakubaliani nayo. Haleluya. Nasikia hii kitu imeninyonga baba. Haleluya. Kataa hiyo hali. Pesa zako zimeishia hospitalini. Haleluya. Kataa hiyo hali. Haleluya. Kataa hiyo hali. Sangine wamekuandikia kifo. Haleluya. Lakini watu wa Mungu hawezi kufa kama umbwa. Haleluya. Watu wa Mungu tutaishi, tusimulie matendo ya Bwana. Watu wa Mungu tutakaa tukule vizuri. Haleluya.
kwa sababu sisi ni watu wa Mungu, tumeitanishwa na Bwana. Haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Sengine kwa familia yenu, hata kama ulisoma hakuna kazi. Haleluya. Na kusoma ulisoma kwa shida. Haleluya. Na umekaa nje, umekaa mpaka unasema na wengine zananga sina mbele wala nyuma. Haleluya. Sina mbele wala nyuma. Sikuanzia leo uone mbele basi. Kama uonangi, sikuanzia leo uone mbele. Asifu Yesu. Haleluya. Kama vile Bwana alituma Elijah akashuka kwa Ahab. Haleluya. Bwana amenituma leo nikuambie, haleluya, asifu Yesu, kwa nguvu na uwezo ulio katika madhabahu haya, haleluya, nikutangazie nikwambie ya kwamba, haleluya, urithi wako, hiyo biashara, haleluya, hiyo kazi, haleluya, Bwana Yesu asifiwe, nikwambia kwamba urithi wako, hiyo biashara, hiyo kazi, haleluya, iliyoipewa na adui, iliyoipewa, haleluya, leo naipokea kwa jina la Yesu, haleluya. Tuna watu hapa wasomi, haleluya, tuna watu hapa wasomi, hawajaenda, hawajapata kazi. Tuna watu hapa wasomi, haleluya, amen, hawajui waende wapi, hawajui waingilie wapi. Kuna watu hapa, haleluya, wako na ujuzi ya vitu mingi, lakini wamefinyiliwa, Leo nimekuja nikwambia kwamba kufinyiliwa kumefika mwisho. Haleluya, kufinyiliwa kumefika mwisho kwa jina la Yesu. Haleluya, hapa iko sawa. Haleluya, kufinyiliwa kumefika mwisho. Haleluya. Kuna watu kama kuna ujuzi ya kufanya vitu mingi sana. Haleluya. Lakini saa nyingine unakaa tu wiki mzima kwa nyumba hata hakuna kazi. Haleluya. Saa nyingine unalalisha tu wiki mzima inaisha. Ya pili inaingia. Ya pili kiingia labda ni siku moja ama siku mbili. Si ukataa hiyo maisha. Hiyo maisha sio yako hiyo. Haleluya. Bwana apewe sifa. Unakataa hiyo maisha. Haleluya. Yaani wiki mzima kwa nyumba tu na uko na familia. Haleluya. Sikile walikuibia kirejesho leo. Haleluya. Sikile kilipua kwako kirejesho leo. Haleluya. Ingawaje napo alikufa, aliwacha shamba. Haleluya. Lakini wewe haujakufa. Haleluya. Wewe uko. Asifu Yesu. Haleluya. Hata kama kilichukuliwa wakati wa baba zako, wewe utakinyakua. Wewe utaongoza kwa familia. Wewe utakuwa wa kwanza kwa familia. Kama haujawahi endesha, hii madhabahu inaendesha. Haleluya. Tuko na askofu, hakuna gari kubwa. Kama wewe haujajenga, tuko na askofu, amejenga kwake. Haleluya. Asifu Yesu. Haleluya. Yaani ninakwambia kile kitu mimi ninajua. Haleluya. Nakwambia kile kitu mimi ninajua. Yule anayetuongoza baba yetu wa kiroho, haleluya, already yako naso. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio maana Mungu ametumana neno asubuhi ya leo. Amesema kwamba wale mlipiwa magari yenu, wale mlipiwa mashamba yenu, haleluya, wale mlipiwa kazi yenu itarejeshwa, kwa maana yule aliye juu anayetuongoza, haleluya, ameshamiliki. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo na wewe asubuhi nimetumana kuambia kwamba utamiliki katika, haleluya, kwa jina la Yesu. Halo, tuko pamoja. Bwana Yesu apewe sifa. Hakuna jambo lililo ngumu machoni pa Bwana. Hakuna jambo lililo ngumu machoni pa Yesu. Haleluya. Lazaro alipokufa, hakuna mtu alifikiria atafufuka tena. Haleluya.
hivyo ndivyo wanafikiria, hauwezi endelea tena. Bwana Yesu apewe sifa. Lakini walipomuona Yesu, haleluya, maana Yesu ndio ufufuo, anakufufua leo. Kule walikusika, haleluya, wanakufufua leo. Kule walikusika katika ulimwengu wa roho. Unajua, unaweza jiuliza kwa nini nimekufa? Haleluya, inawezekana ulikufa katika ulimwengu wa roho na walikuua, so unatembeanga tu, haleluya. Yesu ndio ufufuo, na asubuhi ya leo kule walikuweka utaondolewa. Kule walikuweka. Bwana Yesu apewe sifa. Hata kama walitumia picha, hata kama walitumia nywele zako, hata kama walichukua miguu yako, haleluya, walikuwa na bidii. Hapo walikuwa na bidii. Hata alikataa kukula kwa sababu amenyimwa shamba, haleluya. Inawezekana walijifunga maombi ya kufunga, haleluya. Inawezekana kuna kitu walifanya kwako ambacho si kawaida, haleluya. Inawezekana ni nywele zako walichukua, haleluya. Walichukua nguo yako ya ndani, asifu Yesu. Saa nyingine zima nguo zinapoteanga kwa mabroti, msichukulie jambo la kawaida, asifu Yesu. Haujui zimeenda wapi. Bwana Yesu apewe sifa. Wakatumia chochote chako kile walitumia, haleluya. Na wanaendanga kila baada mwisho wa mwezi wakisema kwamba huyu mtu ameendelea kweli, akaendelea, tuendelee kuongeza. Leo nimekuja niwatangazie moto, by fire, by force. Kule waliweka picha yako inachomeka leo, haleluya. Kule waliweka picha yako inachomeka leo. Kule waliweka nguo yako ichomeke leo. Kule waliweka hiyo nywele inachomeka leo kwa jina la Yesu. Pigia Yesu makofi, haleluya. Yes, umehangaika vya kutosha, umelia vya kutosha, kila wakati na kila saa wakiona unainuka, wanakimbia sema haka nainuka, waja tukazime kama taa ya koroboi. Leo hautazimwa, wakienda kukuzima waone ukue kipofu mbele yao, haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Wakienda kuzima kukataa wakuwe kipofu. Hata hiyo kioo wamezoea kutumia hiyo kioo ya kwamba ukienda kuinuka na kimbia pale, hiyo kioo by fire by force tunaipasua kwa jina la Yesu, haleluya. Bwana Yesu apewe sifa. Choka na hiyo hali, mwambie Bwana, hii hali sio yangu, haleluya. Asifiwe Yesu. Kasietani kalitokelezea kakasema mimi nitaenda nimudanganye Ahabu. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Kakasema ya kwamba mimi nitaenda nikamudanganye Ahabu, naye akatoka kweli na alienda na alimudanganya. Na wale walioshika visako na leo wamedanganywa, wanaachilia, wakienda vita hawatarudi, haleluya. Wakienda vita hawatarudi. Bwana Yesu apewe sifa. Ili upokee kile ambacho walikuipia. Alienda vita na hakurudi. Hello. Alienda vita na kwa nini? Na hakurudi. Kuna wengine watakuwa wakienda kusema tunaenda kuzima kabisa. Haleluya. Lakini wakifika huko ni kama ndarama. Haleluya. Ni kama video ni kama ndarama. Haleluya. Wakifika pale kitaumana, kitapaki fire. Wakifika pale wakisema naenda kusima sasa kimefika kipindi cha kusima, kitakuwa kimeumana. Haleluya. Kitakuwa kimeumana. Nataka ukasimame kwa miguu yako, tukamuite Bwana, haleluya. Tukamwambie Bwana, tukarejeshe vile waliipa, haleluya. Tukavunje yale madhabahu waliyainua kinyume chako, tukayapepete yale madhabahu waliinua wakasema ya kwamba wewe hautasonga, wewe hautaendelea, wewe hautafanikiwa. Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Muamini Bwana,
Amini neno lake. Amen. Neno la Bwana ni yes and amina. Haleluya. Asifiwe Yesu. Neno la Bwana ni yes and amina. Ukiliamini neno la Bwana, Bwana atakuinua, Bwana atakubariki, Bwana atafungua milango ile ambayo hujawahi tarajia. Haleluya. Kama ni magonjwa imekuwa shida kwako, Bwana atayapepeta asubuhi ya leo katika jina la Yesu, Mwana wa Mungu aliye hai. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Ningetaka tu, haleluya, unasikia maisha yako imefinyiliwa sana, unasikia umefika mwisho. Haleluya. Naomba tu tukasongea hapa mbele. Songea tu hapa mbele. Haleluya. Songea tu hapa mbele. Usiogope jirani yako. Umekuja hapa ni kwa ajili ya Bwana. Haleluya. Umekuja hapa kumuinua Yesu. Hautakuja hapa kwa sababu ya jirani. Haleluya. Songea tu hapa mbele. Haleluya. Tusongee tu. Maana Mungu wetu ni Mungu anaweza. Mungu wetu ni Mungu anainua. Usiogope jirani. Umekuja hapa kutafuta Bwana. Umekuja hapa kumuinua Yesu. Kila ambacho walikunyang'anya, kila ambacho walitamka kinyume chako, yale madhabahu waliinua kinyume chako, imekuwa ni kuhangaika, umekuwa ni kuhangaika, ni kulia. Inua tu mikono yako mbele za Bwana, wewe ambao umetokea. Unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza, unaweza Bwana, unaweza Baba. Inua mikono yako mbele za Bwana, mwambie Bwana naweza asubuhi ya leo. Yeye ni Mungu anastahili sifa, yeye ni Mungu anainua. Haleluya. Unaweza Bwana, unaweza Bwana, nitetee Baba. Mwambie Bwana kutetea asubuhi ya leo. Oh, yeye ni Mungu anaweza. Mwambie Bwana, nitetee Bwana, nitetee Bwana, nitetee Bwana, nitetee Bwana, nitetee, naomba nitetee, nikatababu saya. Yesu anakutetea asubuhi ya leo. Bwana Yesu anakupigania asubuhi ya leo katika jina la Yesu Kristo. Kuna madhabahu iliinuliwa kinyume chako na sasa inaenda kuondoka, inaenda kuondoka katika jina la Yesu. Kuna madhabahu ya giza walijenga kinyume chako. Bwana niongoze Baba, rakata sayana. Yesu anakuongoza asubuhi ya leo. Mwambie Bwana niko hapa, mwambie niongoze Bwana, naitisha neema yako Yesu, kibali chako katika jina la Yesu. Inua mikono yako mbele za Bwana,
Mwambie Bwana asubuhi ya leo akuongoze, kupiganie. Inua sauti yako mbele za Bwana. Mwite Baba, mwite Baba. Mwambie Baba, asubuhi ya leo nimekuja uniongoze, nimekuja unitawale, nimekuja unitetee Bwana, maana bila wewe sitaweza, maana bila wewe sitaweza Bwana. Naitisha neema na kibali. Kila madhabahu walioinua kinyume chako, haribu asubuhi ya leo, haribu asubuhi ya leo, haribu asubuhi ya leo. Kila ambacho walipa kwako kikidai asubuhi ya leo, mwambie mwambie Jehova lima, mwambie Mungu wa maajabu, Baba Bosaya. Kuna madhabahu inaondoka ndani yako, kuna madhabahu inaondoka ndani yako, kuna kile walichanga ndani yako kinaondoka asubuhi ya leo, kinaondoka asubuhi ya leo, kinaondoka asubuhi ya leo, kinaondoka asubuhi ya leo, kwa jina la Yesu Kristo na Mungu hai. Na ajili ya moto, na ajili ya moto, kwa jina la Yesu Kristo na Mungu hai. Pokea ushindi wa Bwana, pokea neema ya Bwana, nguvu za Bwana Yesu ziko mahali hapa. Toka wewe pepo mchafu, ondoka ndani yake, ondoka ndani yake, kwa jina la Yesu Kristo na Mungu hai. Pepo magonjwa, ondoka, ondoka ndani yake. Ninakuamsha leo kwa jina la Yesu na Mungu hai. Na ajili ya moto, ina ajili ya fire, ina ajili ya fire, katika jina la Yesu na Mungu hai. Nguvu za Bwana zikakutawale, neema ya Bwana ikatawale, kwa jina la Yesu na Mungu hai. Kila roho wanikusukumia inasiamuliza sasa, siondoke sina kusema. Ina ajili ya moto, ina ajili ya fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Ondoka, ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Pokea neema ya Bwana, pokea ushindi wa Bwana, pokea neema, pokea nguvu za Bwana, pokea ushindi wa Bwana kwa jina la Yesu na Mungu aliye hai. Pokea nguvu za Bwana kwa jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Ewe pepo ya magonjwa ninakuamuliza sasa kwa jina la Yesu, ninaachilia moto kutoka kwa kichwa mpaka kwenye miguu kwa jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Ninakuamulisha ewe roho ya magonjwa, ewe roho ya magonjwa, anza kuondoka, anza kuondoka sasa. Ninaachilia moto kuanzia kichwa mpaka kwenye miguu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Ninaachilia moto katika jina la Yesu. Roho ya mapepo ninaiamuliza sasa, magonjwa si sehemu ya mwili huu, katika jina la Yesu. Ninakuamulisha, ondoka kwa jina la Yesu, ondoka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu na Mungu aliye hai. Ninakufungua kuanzia kichwa mpaka kwenye miguu, ninakufungua kuanzia kichwa mpaka kwenye miguu katika jina la Yesu Kristo na Mungu aliye hai. Wewe ni Mungu wa maajabu, wewe ni mfalme wa amani, hakuna Mungu kama wewe. Inua mikono yako mbele za Bwana, inua tu mikono yako. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu nakushukuru kwa ajili ya neema yako Bwana. Ni kwa ajili umekuwa Mungu mwema na mwaminifu Bwana. Kushukuru kwa ajili ya watu wako Bwana, wameinua mikono yao mbele zako Baba. Naamrisha baraka zako, naamrisha ukuu wako, kile kilichopotea, kile walichoipiwa ninakiregesha sasa, iwe ni kazi nzuri. Ninairegesha maisha mazuri, nairegesha. Hakuna kuchuta tena, hakuna kuhangaika tena, kwa jina la Yesu. Chochote chao kilichoipiwa katika anga, pokea kwa jina la Yesu, 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 pokea kwa jina la Yesu. Mwana wa Mungu aliye hai, sema Bwana Yesu, mwana wa Mungu, nionee huruma, niokoe na uniweke huru kwa jina la Yesu, mwana wa Mungu aliye hai. Pigia Yesu makofi mazuri. Amen. Unaweza rudi kwa kiti na Bwana Mungu atakubariki. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo basi, hilo ndilo neno Bwana Mungu amelituma na asubuhi ya leo ya
ya kwamba walichokuibia kinalegeshwa. Haleluya! Hakuna kuhangaika tena, hakuna kulia tena. Hivyo andaa sadaka yako, fungo lako la 10. Haleluya! Na Bwana Mungu, sadaka ya shukrani kama uko nayo, tukamtolee Bwana, na Bwana Mungu ataenda kuonekana na kutawala. Haleluya! Asifu Yesu. Hivyo enda ukiamini ya kwamba Mungu ameshatenda. Mungu ameshatenda kile uliona kwamba kimekuwa kingumu kwako. Haleluya! Amini Yesu ya kwamba leo kitakuwa rahisi. Sema kwa miguu yako, tukaombea sadaka na fungu letu la 10, na pia kama unaweza kuwa na sadaka ya shukrani tukamtolee Bwana, na Bwana Mungu ataenda kujitukuza. Haleluya, haleluya. Kama kuna sadaka yako inua mbele za Bwana, na fungo lako utachukua pasha hapa mbele, utachukua pasha mbele. Askofu alisema ya kwamba unataka kubarikiwa, unachukua hatua yako, unakuja unachukua fungo basha, alafu kisha baadaye unaandika jina lako, unaandika kila ambacho Bwana amekubariki na haleluya. Na pia pale kumeandikwa tithe unaandika. Haleluya. Na Bwana Mungu ataenda kujitukuza. Hivyo basi ni sadaka yako mbele za Bwana tukaiombee. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu Kristo, Mwana Mungu aliye hai, ninakuabudu Bwana, ninakuinua na kutukuza Mfalme. Na kushukuru ni kwa sababu umekuwa Mungu mwema, na kushukuru ni kwa ajili ya neno mtakatifu ambao umelituma na asubuhi ya leo. Najua Bwana Mfalme utalifuatilia na utatenda Mfalme. Na kushukuru ni kwa sababu imefika kipindi cha matoleo. Baba yangu, unapoenda kutoa sadaka hizi Bwana, Mungu asipokee. Siwe manukato mbele zako kama sadaka ya Abeli, kama sadaka ya Samueli Bwana. Waache kese kuabudiwa na hata kuinuliwa. Kwa jina la Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Hivyo basi sadaka ni hapa mbele, na Bwana Mungu ataenda kujitukuza na ataenda kuinuliwa katika jina la Yesu, Bwana Mungu aliye hai. Amen. Tainua macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika bani. Tainua macho ya fungo la 10, nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika Bwana. Fungo la 10. Oh, nitainua Bwana macho yangu nitazame milimani, msaada wangu watoka wapi? Msaada wangu katika. Inua hiyo pasha yako mbele za Bwana ukainenee jambo. Mwambie Bwana umeitoa kwa kazi ya mikono yako, umeitoa kwa biashara yako. Mwambie Bwana Mungu unapoenda kumtolea akakubariki, akakuinue, akafungue mipaka katika jina la Yesu. Baba Mungu wa mbinguni, katika jina la Yesu ninakuabudu Bwana, ninakuinua ni kwa ajili umekuwa Mungu mwema, Mungu wa ushindi na wa baraka Bwana. Watu wako Bwana wameinua basa mbele zako Mfalme. La 10 Bwana, naomba Bwana ukaweze kuwabariki kupitia matoleo ya fungu la 10 Bwana, mahali wametoa Bwana kwa biashara zao, kwa kazi ya mikono yao Bwana. Naomba Mfalme ukafungue njia, ukapanue mipaka Mfalme, kama ni biashara Mfalme maana ikapanuke katika jina la Yesu, Mwana Mungu aliye hai. Wacha njia sawa Bwana zikawa na baraka katika jina la Yesu nimeomba na hata nimeamini. Amen. Hivyo basi mtolea Bwana, na Bwana Mungu ataenda kujitukuza kwa jina la Yesu. Naomba tukasimame, maana ibada yetu imefika hapo. Tukasimame kwa miguu yetu, tukapishe Sunday school.
ili pia wakaendelee, na ninaamini ya kwamba Bwana Mungu ataenda kutawala na ataenda kuinua. Haleluya, haleluya. Hivyo basi, uko na jirani yako karibu, naomba umshike mkono wa jirani yako. Haleluya, asifu Yesu. Kwanza naomba nimkaribishe mama yetu kwa heshima. Haleluya, ili akatumalizie kwa jina la Yesu. Karibu sana, mpige makofi. Amen. Wangapi wamebarikiwa? Kama umebarikiwa, may God bless you. Stay tuned. Tuko na second service ambayo inaanza saa 4:30. Tutazidi na kubarikiwa. Nimeona tuko na fani wengi all the way from Kitui. We appreciate you so much for taking time katika hii asubuhi yote ukawa katika online tukashiriki na wewe. Wengine wako upande wa Kitengela, wengine wako upande wa Kajiado. Mungu awabariki sana na Mungu awatendee mema. Vile neno imesema hiwe hivyo kwako, hata kama uko nasi hapa, lakini vile umetutazama katika mtandao. May God bless you na akutendee wema. Amen. Amen.